kama mfuasi wa mapenzi ama mimi kama mtu ambaye anahudumia tasnia ya mapenzi, umekuwa kuna shida sana kwenye mapenzi. Watu wanalia sana na mapenzi. Maumivu ni mengi sana. Mimi nimeanza kuyahudumu mapenzi almost miaka 10 sasa. Nimekuwa nikiinspire watu sana kuhusu mapenzi. Ndio maana issue kama hizi mapenzi lazima niwepo. Kwa hiyo mapenzi yamekuwa na shida. Tukipata shows za design hivi narudisha thamani ya mapenzi. Kwa hiyo kwangu ni kitu kikubwa sana kwa sababu yale mapenzi ambayo ninayahudumia lakini yakawa yana dosari angalau yanaanza kurekebishika. Kwa hiyo this is very big to me. Lakini leo tumeingia peke yetu hapa, tutegemea pengine labda utakuja na mwenzako kwa sababu siku yenyewe ni anapenda nao. Mwenzangu yupo, nilikuwa naye asubuhi, nikawa naye mchana, usiku ni zamu yangu. Spendi sana kuitoa familia yangu nje usiku. Kwa hiyo leo ni siku ya Valentine, asubuhi nzima nilikuwa naye, mchana nzima nilikuwa naye, usiku zamu yangu. Kwa hiyo hapa nipo mimi mwenyewe kujiwakilisha na kujipa furaha mwenyewe ili kesho nipe furaha familia yangu. Sio kama sasa hivi tumeamua mahusiano yetu kuyaficha kwa sababu nyuma walikuwa katika mahusiano ambayo yalikuwa public, kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea. Pengine labda ukaona labda sasa hivi hata tunitulie mahusiano yangu ya private. Katika watu ambao wamenielewa wewe ni mmoja wapo. Huo ni kweli. Nikitoa kwamba nilikuwa naye siku nzima ila nimeamua kuyafanya mahusiano yangu ya very private. Ndio maana hata kwenye mambo kama haya mengi huwa sitokei naye. Sababu sipendi awe sana kwenye kioo. Na niligundua changamoto ambazo nilizipata baada ya kuexpose mahusiano yangu. Sitaki kurudia ile kosa. Kwa hiyo kwenye show yote ama chochote kile cha wazi kama hivi kuonekana na binti itakuwa ni ngumu sana. Ngumu sana. Tukiwa tuko kwenye siku ya wapenda nao. Nataka nikurudishe nyuma kidogo. Ulikuwa ni mtu ambaye uko karibu sana na wasichana. Unaweza labda ukamuelezea ukashare kitu chochote kwa upendo kwa wasichana. Na unaweza kuelezea labda nafasi gani kwa maisha yako? Wastara ni dada, Wastara ni msanii mwenzangu ambaye amenitangulia. Wastara ni rafiki. Sio Wastara peke yake, kuna Wastara, kuna Feza Kesi, kuna kina Karen, wengi tu. Hao wote ni marafiki ambao kwangu wana thamani kubwa. Istoshe wamenitangulia kwenye hii industry ya sanaa. Mimi bado ni mchanga kwenye tasnia ya filamu. Kwa hiyo hawa ni watu ambao tangu mimi nakuwa nawaona. To me wana nafasi kubwa sana. Maana nimekuwa nikikutana nao. Sasa kwa kuadhimisha siku ya leo Valentine, neno langu kwao ama kwake Wastara. Mimi kijana wake nampenda, namheshimu, namthamini. Lakini kwa nafasi yangu ya mambo ya kidini namuombea umri mrefu, Mungu ajalie amponye maradhi yake na ampe afya njema. Kwenye maradhi hapo unakutana na zile comments kwamba watu wengi wanasema sana, mbona kila siku anakiambia ndio ukweli. Sio comment tunaziona na waga na kuumiza kiasi gani? Ukweli wa mambo ni kwamba dada yangu ama kipenzi changu ile anadeka kweli. Cha kwanza ni kweli anadeka na ni ruhusa kwa mwanamke kudeka, ila tu inategemea na mapokeo ya watu. Watu wanapokeaje madeko yake. Kila mtu kuna wengine anapokea positive, wengine anapokea negative. Sio shida, kila mtu ana haki kupokea anavyoweza. Kwa hiyo comments zipo wala zina athari yote, ni binadamu na mapokeo yake. Mimi leo hii kila mtu ananikosoa na kujua yeye, lakini wengine pia wanapenda ninachofanya. Hakuna mtu atakupenda moja kwa moja. Kwa hiyo changamoto zipo, ni kawaida. Comments zipo, zitazidi kuwepo, hatuzioni kwa sababu sio kipaumbele. Tunachoangalia ni mchango wake wa Wastara kwenye tasnia ya uigizaji. Mchango wake ni mkubwa ambao inabidi uheshimike na uonekane. Yes. Mtu akitamka jina lako lazima aanze na chef. Mchezaji. Na watu wanakuwa na mtazamo tofauti kwamba huyu ni chef. Lakini kwa nini mtandaoni tunakuwa tunamuona ana role sana na watoto wa kike ambao wakiwa labda hapo kwenye mahusiano yao? Tukirejea katika maandiko ya dini, inakuwaje mtoto wa kiume anakuwa na mtu anayesoma mahali mahari? Dunia leo tunakaa na mahari wengi. Lakini pia ukiangalia tasawuf, elimu ndani ya dini, ili kuwapata hawa watu inabidi tuwe nao karibu ndio tuweze kuwapata na kusema nao. Karibu wangu una madhumuni ya kuwatengeneza kwa marafiki, baadaye wafate barabara yangu. Marafiki wawili lazima kuna mmoja atafuata tabia mwingine. So it's either mimi niende upande wao ama wao waje upande wangu. Na kitaalamu lazima wao waje upande wangu. Kwa hiyo kuwa karibu nao ni kutengeneza namna ya kuwafanya wao kuwa karibu na mimi, na haswa kwenye masuala ya dini. Ila sisi tunarudi pale mapokezi ya watu. Kila mtu ana namna yake kupokea jambo. Mpaka sasa kuna yote ambaye ameshapata njia yako katika hao mastaa wa kike ambao tunakuwa kuna wengi sana wamepata njia yangu, wengi sana. Wengi. Bwana asanteni sana. Asanteni sana.